Welcome back to MHK Mind and Creative Artistic Hub. Karibu sana kwenye channel yetu ya MHK Mind and Creative Artistic Hub. Hapa tunajifunza vitu mbalimbali. Moja, tunajifunza maisha, general life, how can you deal with life. Pili, tunajifunza kuhusu uchoraji, ubunifu. Lakini pia tatu, tunajifunza kuhusu financial education, elimu ya pesa, elimu ya fedha ambayo haifundishwi shuleni. Utaipata hapa kwenye channel yetu. Leo nataka nielezee kitu muhimu sana na vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa kuvijua kwenye maisha, ambavyo unatakiwa kuvijua ni kuhusu pesa. Kwa hiyo leo naenda kuongelea kuhusu pesa. Na leo tunataka tujifunze nini maana ya pesa. Kitu cha kwanza, maana ya pesa ni kwenye hii podcast. Hii podcast na kuomba uiangalie mpaka mwisho, kwa sababu ni podcast ambayo naenda kushare vitu muhimu sana ambavyo sijawahi kushare katika podcast zozote zile. Huwa nafundisha tu kwenye mikutano yangu, lakini sijawahi kufundisha kwenye podcast yote. Kwa hiyo nakuomba uangalie mpaka mwisho, na naenda kuelezea mwishoni kule, naenda kuelezea vitu vya msingi. Kitu cha kwanza, naenda kujifunza vitu vitatu. Kitu cha kwanza, pesa ni nini? Au ukiulizwa pesa ni nini? Yaani wengi tunatafuta pesa, lakini mtu hata wewe mwenyewe ukijifikiria sasa hivi ukiulizwa pesa ni nini, utasema pesa ni nini? Unaona tunaitumia. Kuna kijana mmoja nimuuliza pesa nini, akaniambia anajua kuitumia lakini hajui. Kwa hiyo tutajifunza leo pesa ni nini, maana kamili ya pesa ni nini. Ni karatasi ile ambayo tunazizoea au? Kwa hiyo lazima tujue hiyo maana, ndio tunaweza kujifunza. Kitu cha pili, naenda kujifunza namna gani ya kupata pesa. Zipo njia kuu tatu ambazo sidhani kama kuna njia nyingine ambazo ziko nje hapo. Kama zitakuwepo sijajua, lakini leo mimi naenda kushare hizo vitu vitatu. Kitu cha tatu ambacho naenda kushare ndio muhimu sana, ambacho tutakishare mwishoni, ni kwa nini pesa haitafutwi. Wengi tunatafuta pesa, unakuta mtu anakupigia, njoo hivi siku kuna deal sijui nini, kuna pesa. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Pesa ni nini? Pesa haitafutwi. Pesa haitafutwi, na nitakwambia kwa nini pesa haitafutwi. Kwa sikiliza podcast ya leo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, afu usisahau kusubscribe ili tuweze kushare vitu vingi na tuweze kudili na vitu ambavyo vinatusaidia kwenye maisha. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba nianze. Pesa ni nini? Kabla sijaendelea, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Kama umesoma historia, hata kama hujasoma historia, watu wa zamani watu walikuwepo, na katika kuwepo kwa watu wakawa wanaishi. Watu wengine wanazalisha, ni wafugaji, wengine ni wakulima, wengine ni waombaji wa vitu mbalimbali, wakawa wanaishi. Lakini ukagundua kwamba ukawa kuna, kwa mfano, mkulima ana mahindi ana nini, lakini hana nyama au hana vitu vingine, hawezi kuwa na kila kitu. Na shida au moja ya changamoto ni kwamba sisi binadamu tumeumbwa kwa namna ambayo tunahitaji vitu mbalimbali. Tunahitaji balanced diet. Unahitaji kuwa na hiki na hiki ili kufulfill maisha yako. Yaani huwezi kuwa una depend kwenye kitu kimoja tu mwanzo mwisho kwenye maisha yako. Kwa hiyo kutokana na ule uhitaji uliotokea kwamba binadamu anahitaji kuwa na vitu vingine. Kwa mfano, ukikuta mkulima ana chakula lakini hana maziwa au hana nyama, anahitaji hicho kitu. Kwa hiyo walikuwepo wanaishi, lakini kukatokea uhitaji. Huo uhitaji inabidi uweke moja kichwani kwamba kitu cha kwanza kilichotokea, kulikuwepo uhitaji, au tunaweza kuita changamoto, kulikuwepo shida. Kwa mfano, kama ulikuwa mkulima, ulikuwa unakula mahindi au chakula ulichokizalisha, kinafika wakati kinakukera. Yaani unakuwa umekizoea, na hata wewe mwenyewe ukitumia kitu kimoja unafika wakati unapata shida, unataka kubadilisha mazingira, unataka kubadilisha chakula, unataka kubadilisha kitu chochote kile. Kwa hiyo kukaepo na shida. Ilivyotokea shida, noti moja kichwani. Kitu cha kwanza kilichotokea ni shida au kuwepo tatizo. Umeona? Tatizo kwamba una eneo kubwa la kulima, hauna mtu wa kusaidia, kukaepo tatizo. Kwa hiyo tokea tatizo, kukaepo uhitaji. Kwa hiyo kitu cha muhimu kunoti hapa kabla ni kuwepo nini? Uwepo wa uhitaji au uwepo wa shida. Ilipotokea shida kwamba watu wakawa wanahitaji kufanya mabadilisho, yani kubadilishana. Sasa ilipotokea shida au uhitaji, ikawalazimisha watu kufikiria nje ya box na kusema tunapataje kitu kingine. Anamuona mwenzie pala ni mkulima na mahindi au ana chakula, lakini yeye ni mfugaji na maziwa. Sasa anafikiria napataje, akaenda akamuomba wafanye mabadilishano. Umeona? Sasa kwenye kufanya mabadilishano wakabadilishana, huyu anampa mahindi, huyu anampa maziwa, huyu anampa nyama, au anaenda anamlimia au anamfanyia kazi. Kwa hiyo kitendo kilichotokea baada ya hapo ni mabadilishano.
au mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa. Hapo kukaibuka kitu cha pili kinaitwa trade. Au trade is the exchange of goods for services or services by services au goods for money. Kwa hiyo kitu cha pili kilichotokea ni mabadilishano au trade kwa lugha nyingine. Kwa hiyo inabidi unote hivi vitu kabla tujaenda mpaka mwisho ili uweze kunielewa vizuri. Kwa hiyo kulipotokea mabadilishano ikaibuka kitu kinachoitwa trade au biashara. Biashara ni mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa au bidhaa kwa huduma au bidhaa kwa nini? Kwa cash ambayo tunaiongelea ambayo ndio pesa yenyewe. Sasa nataka nikudrive vizuri ili tuweze kuelewana. Ilipotokea biashara, kwa hiyo uhitaji, ilipotokea ilianza shida, ilipokuwa shida ikatengeneza uhitaji ukalazimisha kuwepo mabadilishano au trade. Ilipotokea shida, uhitaji ikalazimisha uhitaji ukasababisha kuwepo mabadilishano. Mabadilishano ambayo kukaibuka kitu kinaitwa kwa Kiingereza barter trade. Barter trade mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa. Mfano zamani, kwa nini natolea mfano wa zamani maziwa na nini? Kwa sababu ndio vitu vya zamani kipindi kile barter trade inaibuka. Unanipa maziwa, nakupa maharage, nakupa chakula. Sasa hiyo biashara ikakua, ikaendelea, watu ikasambaa dunia nzima. Watu wakawa wanabadilishana. Sasa ndani ya kubadilishana lakini ukatokea changamoto moja. Maeneo fulani yalikuwa yanazalisha aina ya chakula kimoja au aina ya product moja ambayo inakuwepo kwa wingi, wanakosa mtu wa kubadilishana naye. Umeona? Na hapo utagundua kwamba hiyo shida ilikasababisha watu kuanza misafa ya mbali. Ndio ile long distance trade ambayo umesoma kwenye history ilianzia hapo. Kwa hiyo mtu akawa analazimika kutembea, atoke hapa, mfano atoke Dar, aende mikoa mingine, aende Shinyanga kwa ajili ya kubadilishana chumvi tu. Umeona? Kwa sababu huku hana chumvi lakini kule kuna chumvi. Kwa hiyo ule uhitaji ukamlazimisha aanze kufanya long distance trade. Hii ni historia hii. Nataka uone mahusiano. Sasa wakaanza kupata hiyo shida, ndio maana ikaibuka long distance trade, trans-Saharan trade, watu wanavuka almost desert yote wanaenda kufanya mabadilishano. Mabadilishano bado yako pale pale na shida iko pale pale. Kwa hiyo mabadilishano yakaendelea, lakini katika hii biashara ya barter trade au mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa kuna changamoto kuu tatu zilizotokea. Changamoto ya kwanza au shida ya kwanza, na hisi unaona marudiano baada ya kutokea shida. Ilianza shida, problem, ikatengeneza uhitaji ukatengeneza trade. Yes, nataka uone namna gani problem ina drive maisha ya watu, ina drive pesa na uhusiano gani. Sasa ilipotokea shida zilizotokea kwa awamu hii katika hii barter trade au mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa zilikuwa tatu. Shida ya kwanza, kulikuwa kuna changamoto ya ukosefu wa mtu wa kubadilishana naye. Kwa mfano, wewe jana uliniletea mahindi, ukanipa maziwa. Yaani jana ulinipa maziwa nikakupa mahindi kama mimi nilikuwa mkulima, si ndio? Lakini sasa mahindi yako na leo narudi tena maziwa, unakuta mimi mahindi bado ninayo, umeona? Kwa hiyo utakosa mtu wa kubadilishana naye hiyo siku. Utazunguka mtaa mzima, maybe hiyo jana uliwasupply watakuwa bado hawajamaliza yale mahindi, hawajamaliza kile kitu ulichobadilishana nao. Kwa hiyo inakulazimu kuzunguka mtaa mzima, yani siku nzima unaweza usipate mtu wa kubadilishana naye, kwa sababu kuna bidhaa ambazo zinaisha, kwa mfano maziwa, chakula, yani vitu ambavyo vinaisha kwa haraka. Kwa hiyo katokea shida kubwa ya kukosa mtu wa kubadilishana naye, ambao tunaita double constancy of one source. Yani ukawa kuna shida ya kupata mtu wa kubadilishana naye. Hiyo ndio shida ya kwanza iliyotokea katika barter trade. Shida ya pili iliyotokea katika barter trade au mabadilishano ya bidhaa kwa bidhaa ni kukosa uwiano. Yani uwiano wa kubadilishana. Na hisi huu mfano unaweza kuangalia vizuri kwa watoto wadogo. Wale watoto wadogo mara nyingi ukiwapa kitu wagawane au wakiwa wanataka kufanya mabadilishano, mmoja ana chakula au mwingine ana biskuti, wanaangalia nipe sipia paka naishia hapa, yani vitu kama hivyo. Umeona? Wanakuwa na changamoto ya kuangalia uwiano, hivi ninachokupa kinalingana thamani na kitu nilicho nacho. Kwa hiyo kukaepo na changamoto hiyo, ndio maana unakuta mtu anakupa jagi la maziwa afu unampa ndoo ya mahindi. Sasa ukiangalia ile mahindi unalima kwa mwaka mzima, afu ile maziwa anakamua tu kwa siku moja. Unaona? Au kuna vitu vingi unaweza ukafikiria ni mfano tu mzuri. Umeona? Kwa hiyo kukawa kuna changamoto ya uwiano, yani relationship ile ikawa ni yani mtu anakosa kujua hapa kipimo kikoje. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ya pili. Changamoto ya tatu iliyotokea katika barter trade ni kwamba kulikuwa kuna hivi bidhaa zilizokuwa zinafanywa mabadilishano, kwa mfano ngozi, sijui chakula, hivi vitu vilikuwa vinaoza au haviwezi kukaa kwa muda mrefu. Umeona? Kwa mfano ukivuna mahindi au ukivuna chakula chochote, kwa mfano umevuna let's say
ndizi haziwezi kukaa mwaka au haziwezi kukaa mwezi ukiwa nazo. Ukikamua maziwa hayawezi kukaa wiki bila kuoza, kipindi hicho kwa hakuna fridge, umeona? Au ukichinja ng'ombe, ile nyama haiwezi kukaa wiki, umeona, au mwezi, umeona? Kwa hiyo kulikuwa kulizie bidhaa zinafika wakati zinaoza. Kwa hiyo kwa una changamoto, inakulazimu wewe ubadilishe, yani ubadilishe kwa gharama ndogo, umeona? Kwa hiyo kwa kana changamoto hizo kukuta. Changamoto ya kwanza, kukosa mtu wa kubadilisha nayo. Changamoto ya pili, kukosa uwiano katika mabadilishano, na changamoto ya tatu ni kukosa au vile bidhaa kuwa zinaoza na kulazimu wewe kubadilishana. Kwa hizo changamoto zikawepo. Hizo changamoto zilivyokuwepo, wakatafuta suluhisho. Kwenye miaka 3000 before Christ waligundua kwenye society moja. Sasa tunaendelea. Around miaka 1000 before Christ ilianzishwa coin, au kuna kiongozi mmoja wa nchi moja inaitwa Lydia, ambao kwa sasa hivi ndio Turkey, nchi inaitwa Turkey, aligundua au alitengeneza coin, ambayo coin alitengeneza kwenye gold au tin au silver. Sasa ile gold iliwekewa muhuri, ambao ule muhuri aliweka kwa sababu yeye alikuwa kiongozi, aliweka ule muhuri ukiwa na maisha kwamba kitu amekithaminisha. Na ile coin ndio zile coin za zamani zilikuwa ina thamani katika ile jamii, na akafanya watu wakafanya makubaliano kwamba ile gold au ile coin ina thamani na imethaminishwa. Sijui umeelewa? Yani pesa ya kwanza iligunduliwa na kiongozi mmoja katika nchi ya Turkey sasa hivi, ambayo zamani ilikuwa inaitwa Lydia, miaka 600 huko before Christ, kabla ya Yesu kuzaliwa. Umeona? Ile coin ndio zile coin za zamani ambayo ilitengenezwa kupitia value ya gold na madini mengine. Na ile gold ilipigwa muhuri, ambao ule muhuri ulikuwa na maisha kuhalalishwa na kuthaminishwa kwamba hiki kitu kimebeba thamani. Na hiyo gold ilikuja kutatua changamoto moja au hizi tatu kuu. Moja, ilipewa thamani isimame katika mabadilishano au katika trade, na ifanyike watu wafanye mabadilishano, mtu anakupa hiyo gold au hicho kifaa, unampa kitu. Kwa hiyo wakakubaliana jamii yote kwamba hiki kitu kina thamani, na kilikuja kutatua changamoto hizi tatu. Hiyo ile gold au ile coin ikakubaliwa na wanajamii wote kwamba itumike katika mabadilishano. Kwa hiyo ndio pesa ya kwanza ambayo ilitengenezwa. Inaingia sasa pesa katika mfumo, na ile ilikuja kutatua haya matatizo matatu. Na kabla sijakwambia matatizo matatu iliyokuja kutatua, ile coin ilikuja ingie katika trade kama kifaa kilichobeba thamani na kutumika katika mabadilishano, ambao ndio trade yenyewe. Kwa hiyo pesa ilikuja kama kifaa kilichobeba thamani, kinachotusaidia katika mabadilishano. Kwa nini zilikuja pesa? Kutatua matatizo matatu. Moja, ilikuwa tatizo la kwanza lililokuwepo katika hiyo biashara ilikuwa ni ukosefu wa mtu kubadilishana naye. Na ikatatuaje ile tatizo? Ni kwa sababu ile pesa au kile coin ilikuwa inakubaliwa na wanajamii wote au watu wote waliowazunguka kwamba wanakubali kwamba ina thamani. Kwa hiyo ulikuwa upate shida wa kupata mtu wa kubadilishana naye. Watu wote walikuwa wanakubali kwamba hii imebeba thamani, kwa hiyo ulikuwa unaweza kubadilishana na mtu yoyote, sehemu yoyote ile. Kwa hiyo ndio changamoto ya kwanza iliyotatua. Changamoto ya pili ndio ile kwamba upimaji, yani ukosefu wa uwiano. Kwa sababu ile pesa iliyokuja ilikuwa ina vipimo kwamba kuna 100, 200, 300, 500 mpaka 1000 mpaka sasa hivi kama mnavyoona. Kwa hiyo kile kilikuwa kuna vipimo maalum ambavyo mtu unaweza kujua kwamba hii nimekuzia 10,000, 5,000, 2,000 kwa kulingana na zile coin unazompa mtu. Changamoto ya tatu ni ile ilikuwa inatunzika, kwa sababu ilikuwa haiwezi kuoza wala kufa ndani ya muda mfupi. Unaweza kukaa nayo hata mwaka, zile coin ukawa nazo muda mrefu sana. Kwa hiyo changamoto zilizotatua kati. Sasa ile pesa au ile coin ikaingia. Hapo sasa ndo pesa inaingia. Na pesa iliingia kama nini? Usisahau kwamba pesa iliingia kama kifaa kilichobeba thamani na kilichokuja kusaidia kufanya mabadilishano. Yaani pesa ni kifaa au it's a tool used in exchange that have value. Umeona? Na kwa hiyo pesa sio kitu, bali pesa sio pesa, ni pesa ni kifaa kilichobeba thamani kinatusaidia kufanya mabadilishano. Thamani ni vile bidhaa au changamoto watu walizokuaga nazo, ndio thamani. Umeona? Twende kazi.
Kwa hiyo pesa sasa hapo imeingia, na pesa ikaanza kutumika, zile coin zikaanza kutumika, zikasambaa ulimwengu mzima. Lakini ukatokea tena shida. Na hizo unaanza kuona why. Nishakwambia kuanzia mwanzo kwamba weka moja kichwani kwamba kila kitu kinaanza na shida. Shida inatengeneza uhitaji inatengeneza trade inakuwepo trade, ndani ya trade kunatokea shida zingine, na kwa hiyo unagundua kwamba value au thamani inaanzia kwenye shida. Kwa hiyo ndani ya hizi coin kukaepo na changamoto moja kubwa. Changamoto moja kubwa iliyokuwepo ni kwamba hizi coin, kwa mfano matajiri, ukiwa na milioni moja ya zile coin zilikuwa zinakuwa nyingi sana, na zikiwa nyingi sana huwezi kuzibeba, huwezi kutembea nazo. Unakuwa hata ukitaka kusafiri inakuhitaji ukodishe magunia uweke, yani watu wanaweza kuona kwamba wewe una coin nyingi, wanaweza kukuteka na kukuibia. Unakuwa na changamoto ya wezi ni wengi, changamoto kama hiyo. Lakini pia let's say shumo na 10,000 ya 100 huwezi kuweka mfukoni. Kwa hiyo kama na hiyo changamoto. Njia ya kwanza iliyotatua changamoto ya hiyo changamoto ilikuwa ni China ndio wakaanzisha paper money. Umeona? Paper money ilianzishwa kwenye karne ya 7. Umeona? China wakaanzisha paper money, ambayo hiyo paper money ndo kama hizi tulizonazo sasa hivi, ambayo hiyo ilikuja kutatua changamoto kubwa ya hizi coin, kwamba quantity ilikuwa ni kubwa sana kuzidi quality. Kwa hiyo ndio maana ukajikuta kwamba sasa hivi 10,000 karatasi moja ina 100 au 200 nyingi, lakini zipo katika ile karatasi moja. Kwa hiyo hata sasa hivi unaweza kutembea na milioni mfukoni, unaweza kutembea na kiasi chochote cha hela mfukoni au hata kwenye simu. Kwa hiyo generation ya pesa au historia ya pesa ndio kawa hivyo mpaka leo hii. Kuna coin na kuna paper. Key point, vitu gani muhimu ambavyo inabidi uvijue katika podcast au katika haya maelezo, historia fupi niliyoelezea kuhusu pesa, ni kwamba moja, pesa sio karatasi wala sio kile kifaa au coin. Pesa ni thamani. Pesa ni thamani au value. Na hiyo thamani ni nini? Tunagundua kwamba thamani ilitokana na bidhaa, na ile bidhaa au huduma au chochote kilichokuwa kinafanyika kitokana na changamoto au uwepo wa shida. Unaona? Ina maana tunapata jibu kwamba problem it's money, yani shida ni pesa, au thamani ni pesa, yani thamani ni shida. Kwa hiyo unagundua kwamba kitu cha muhimu tafuta changamoto za watu, na ukishatafuta changamoto za watu zitatue ili utengeneze thamani. Kwa sababu changamoto, tumegundua kwamba kwenye historia ya pesa kulikuwepo changamoto au kulikuwepo shida, na zile shida zikaleta uhitaji. Sasa uhitaji, watu waliotengeneza suluhisho la uhitaji ndio walikuwa wanapewa thamani in return after solving the problem, baada ya kutatua tatizo. Kwa kitu cha kwanza inabidi ukijua, au kitu cha muhimu ambacho inabidi ukiweke kichwani ni kwamba shida ukizitatua unatengeneza thamani, na thamani inaletwa kwako kupitia kifaa ambacho ni pesa. Kwa hiyo ndio maana kamili ya pesa. Pesa sio karatasi, pesa sio coin. Pesa ni shida, na shida ni pesa baada ya kuzitatua. Kwa hiyo mpaka hapo umeelewa historia fupi ya maana ya pesa. Podcast inayofuata unaweza kujiuliza, au tunataka kujiuliza kwamba